kama muda huu na umri haukuruhusu kuwa na mke au mchumba, basi cha kwanza unachohitajika kufanya, kama bado unasoma, tafadhali kuwa busy na masomo na ujiepushe na makundi ambayo ni hatari. Kitu cha pili, jishughulishe sana na mazoezi ya viungo kila siku. Hii itakusaidia moja kwa moja kuchokesha mwili wako, lakini mwisho wa siku hautopata tena ule muda wa kukaa idle. Kwa sababu hebu niambie, umekuwa na pilka, mfanya mazoezi kuanzia asubuhi, umekwenda darasani, umesoma, umerudi, umepiga mazoezi, mwili umechoka. Kwa hivyo hata ule muda wa kukaa na kufikiria mambo machafu hautopata. Na mwili ukichoka, moja kwa moja ukifika nyumbani unakula, unakoga, unalala. Hauna muda wa kufikiria vitu vingine ambavyo si vya msingi, ambavyo vitakuweka katika hatari ya wewe kupiga punyeto. Sawa? Kwa sababu utakuwa na uwezo wa kupata usingizi ulio mtulivu sana sababu ya uchovu wa mazoezi. Lakini pia usikae peke yako muda mrefu bila kuwa busy na shughuli yoyote ile. Kwa sababu sote tunafahamu kwamba kichwa kitupu ni nyumba ya maasi mengi. Lakini pia msikilizaji, epuka vyakula vyenye mafuta mengi. Epuka sana vyakula vyenye mafuta mengi. Tumia muda ambao huna kazi kwa kulala, na hivyo utakuwa unaipumzisha akili yako. Sawa? Usikae muda mrefu maeneo kama ya bafuni au chooni. Tafadhali unapokwenda kuoga, nenda ukaoge. Yaani unapoingia chooni kama ni bafuni, fuata moja. Usikae sana, kwa sababu ukikaa sana chooni ndio pale unaanza kujiangalia, unajiadmire, unavuta taswira mpaka unapiga punyeto. Na hii ni ya wote, kwa wanaume na kwa wanawake. Unapoingia chooni, fuata moja tu la kuingia. Kama utakojoa, kama utaenda long call, kama ni kukoga, hakikisha unafuata hilo moja. Epuka sana kukaa muda mrefu chooni ama bafuni. Kitu kingine msikilizaji, usipende kujishikashika. Yaani wewe kila ukikaa ama unataka kutafuta usingizi, ukijishikashika na mkono sehemu zako za siri, ndio pale unapopandwa na ashki, mwisho wa siku unapiga punyeto. Kwa hivyo epuka sana kujishikashika na mkono sehemu zako za siri. Lakini pia cha msingi na muhimu hapa ni ufute picha zozote chafu kwenye simu au kompyuta yako. Na epuka sana kutembelea blogi ama tovuti yoyote ambayo itakupeleka kwenye picha hizo. Kama upo kwenye WhatsApp group, kwa sababu sasa hivi kunao makundi ya WhatsApp ambayo ina basically kutumia na picha na video chafu ambazo watu wanatumia kupiga punyeto. Sasa kama wewe uko kwenye hilo kundi, uko kwenye hiyo WhatsApp group, tafadhali jitoe na video zozote ambazo umedownload, zifute kwenye simu yako. Lakini pia ukiona tovuti, do not click on it, ambayo unajua moja kwa moja hii itakupeleka katika kuangalia video chafu. Na hapa video chafu na maanisha pornographic video. Achana kabisa kuangalia video kama hizo. Lakini pia usifuate mitandao ya kijamii inayoweza kukupeleka katika kudownload video ama picha. Sawa?